walipofika kwa mlango wa 3 ukajifungua. Sasa wametoka nje tu, malaika akatoweka. Kibarua yake inaisha. Malaika ameenda. Kibarua ya malaika imekwisha. Kazi ya malaika imekwisha. Ametoa pesa kwa Mungu. Mungu anaweza kutoa kwa Mungu. Mungu anaweza kutoa kwa Mungu kwenda. Mungu anaweza surprise watu wengine. Mungu anaweza tia watu wengine aibu. Mungu anaweza tia watu wengine aibu. Usidhani ukiwa na Mungu. Usihofu ukiwa na Mungu. Usitegemee ukiwa na Mungu. Lakini nisikie mpendwa, pamoja na hiyo yote, liitie jina la Jehova. Haleluya. Bwana Yesu akawa sifa. Tegemea maombi. Ndani ya maombi kuna nguvu. Ndani ya maombi kuna uwezo. Ndani ya maombi watu wanafunguliwa. Ndani ya maombi miujiza inatendeka. Tena si maombi tu, maombi ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now, the job ya malaika ilikuwa ifanya nini? Inaisha. Sasa walipokanyaga nje tu. Oh yes. And the Bible says, fahamu zikamrudia nani? Petro. He came back to his senses. Akarealize ako nje ya jela. Na quickly the Bible says, kweli kumjua Mungu wapendwa. Quickly the Bible says, he recalled. Akakumbuka akasema, aha. Sasa nimejua ya kwamba Mungu amenitoa kwenye jela. Sasa nimejua alikuwa Mungu wangu aliyenitoa kwa mikono ya Herodi. Sasa nimejua alikuwa Mungu wangu aliyekuwa ameniokoa. And the Bible says, akiwa pale nje akafikiria na akakimbia kwenda hekaluni. Now listen to that as we finish. The Bible says he went straight to the church. Yaani kuna watu dunia leo, wakati Mungu anatenda kitu, sasa unapotea. Hata hawajui mlango wa kanisa. Hata hawajui hata wote. Hii ilipatikanaje? Hawajui, wameshasahau. Na wengine wanasema hadi Mungu zangu. Wengine wanasema bwana ni nini nilikitendea. Mwingine anasema kama sija kwa mzee mwenyewe. Nani angenipa? Sio unaniombea mara 2, mara 3, mara 10. Sio unaniombea. Kama singeanguka, kama singejiumizia, kama singe. Zaburi 127 mstari wa 2. Maandiko yanasema yeyote anayejenga nyumba pasipo kumhusisha Mungu anafanya kazi ya bure. Yeyote anayekesha usiku kucha nje ya kwamba huyu ni watchman analinda boma asipomhusisha Mungu, hata huyo anafanya kazi ya bure. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri yake ni kwamba chochote unachofanya wacha Mungu achukue nafasi ya kwanza. Hatua yoyote, jambo lolote unalofanya, mpe Mungu nafasi ya kwanza. And also have that thankful heart. Uwe na moyo wa shukrani. Haleluya. Haukumbuki walikuwa 10. Yesu akawatenda wema, akawaponya na ukoma wao. They were 10. Sasa hao wengine walipopata kwamba wamepona, hata hawakukumbuka. Lakini mmoja tu alikumbuka, akaona mwili wake umerudi kuwa sawa, mwogo hapo smooth. Alikumbuka akasema, mpaka nirudi kwa huyo mtu aliyeniponya, mpaka nirudi. Brother, sister, akasema nitarudi. Remember what the Lord has done to your life. Remember what the Lord has ever done in your life. Remember what the Lord has done to your children. Remember what the Lord has done to your health. Remember what the Lord has done in your life. And my brother, my sister, have that thankful heart. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu siku hizi na wamepata wachungaji matapeli. Anakuja, come for your miracle. Come. Kuja muujiza. Na ni kweli anapewa muujiza. Na hiyo miujiza wacha niwaambie, nimewafundisha mara nyingi. Miujiza ina mbili. Muujiza wa Mungu na muujiza wa Shetani. Dhihirisho katika Biblia. Yeye Musa ametengeneza nyoka kutoka kwa fimbo.
Waganga na wachawi wametengeneza nyumba zao. Shetani ana miujiza yake, Mungu ni wa muujiza. Wapenda sikia vizuri sana. Mungu anaombea na kutabiri wengine. Anaitwa mama kijakazi. Katika Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 16 kuendelea hadi 25. Mama huyo alikuwa anatabiri watu na watu wanamfuata, wanajua huyu mtu wa kweli. Sikia, lakini Paulo na Timotheo waliporudia watumishi halali wa Mungu. Walipokuja hawafanyi vile anavyofanya, wanafanya tofauti. Paulo akimwangalia huyu mama, hakuona utumishi ndani mwake. Akiangalia huyu mama, hakuona roho ya Mungu ndani yake. Alimkemea akasema, wewe pepo, mtoke huyu mama. Mtoke huyu mama mara moja. Saa hiyo hiyo mama akanyamaza kimya. Dhihirisha ya kwamba hata shetani ana miujiza yake. Hallelujah. Hallelujah. So it is not about a miracle. It is about where the miracle comes from. The source. Hallelujah. It is not about blessings. It is all about the source. Imetokea wapi? Kwa nani? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. This man called Peter, when he realized it is God, alikimbia wapi? Kanisani. Akakuta watu bado wanaomba. Mtoto akatoka nje akasema, akasikia mtu anabishabisha. Mtoto akachungulia, akarudi ndani. Akaambia watu hapo, ninaona Petro. Hawaamini. Mama mmoja akatoka nje. Alipotoka akaona Petro mwenyewe. Akafungua mlango akarudi ndani. Ni Petro. Mpigie ni Mungu makofi mazuri. Ni Petro anafunguliwa. Kuna mtu anafunguliwa leo, kuna maisha yanafunguliwa, kuna kazi zinafunguliwa, kuna watoto wanafunguliwa, jamii inafunguliwa. Kuna yale ambayo yamefungika akafunguliwa leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kuna kufunguliwa leo. I know you may not believe this, but it is possible because Jesus is in it. Bwana Yesu asifiwe. Waliposikia ni Petro, the Bible says walishangilia wakamtukuza Mungu wao. Maombi ya imani. Wakati Yakobo na wao kanisa alikuchukua hatua, the church was sleeping. But the moment the anointed servant of the Lord alishikwa, the Bible says kanisa likaingia katika mafungo. Wakati wote unapoingia katika maombi mpendwa, hata kama ni mahali, hata kama ni kitu gumu namna gani, bora tu maombi yako ni maombi ya kisawa, Mungu anashuka kujibu maombi yako. Amen. Mungu anafanya nini? Anashuka. Kama hashuki kwa malaika, anashuka, anashukia ndani ya mtu kama huyu. Anakuwa ndio malaika kwako. Oh, hallelujah. Enzi hizo Mungu alikuwa anashukia ndani ya malaika. Enzi hizo Mungu alikuwa ananena na watu moja kwa moja kupitia ndoto na hata maono. Mungu alikuwa anasema na watu kama vile alivyosema na Musa. Alikuwa anaongea tu na watu kwa sauti. Lakini enzi hizi zetu Mungu anashukia kwa malaika mfano wa mtu. Hallelujah. Because the Bible says some people wanaweza kuja kwako kumbe malaika wanakuja. Hallelujah. Yaani mtu anaweza kuja kwako kumbe malaika. Wewe ukajua mkaribishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wako ametuma mchana wa leo. Simama kwa miguu yako. Simama mahali umekaa. Simama tu kwa haraka.